Kupitia mradi wa Sauti Zetu, Haki Elimu imekuwa ikifanya kazi na taasisi 5. Haya mashirika yote yanafanya kazi na wadau mbalimbali hasa katika maeneo ya elimu. Kwa hiyo wanafanya kazi na shule na kwa kumaanisha walimu, wanafunzi, maafisa elimu pamoja na wadau wengine, wazazi, viongozi wa jamii pamoja na viongozi katika ngazi mbalimbali za serikali. Kwa hiyo katika kufanya kwetu kazi tukagundua kwamba kuna changamoto katika namna ambavyo haya makundi yanashirikishwa hasa katika masuala ya usawa wa kijinsia, lakini pia katika masuala ya kuishirikisha jamii kwa ujumla, kwa maana ya kwamba yale makundi yote ambayo yapo kwenye jamii lakini mara nyingi huwa hayashirikishwi sana katika mambo mbalimbali, mfano wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Yako makundi ambayo yanashirikishwa lakini mengine yanaachwa. Kwa mfano baadhi ya watoto walemavu bado wengine hawafikishwi, na hii inatokana na elimu kwa jamii. Wako na ufahamu, wengine hawafahamu, lakini kupitia vikao vya wazazi, vya shule, vya kamati, tumekuwa tukiwaelimisha, wako na waleta, lakini wengine bado hawaleti. Kwenye jamii yetu zaidi sana jamii ya Kimaasai huwa wanadharau sana mtoto wa kike. Sababu kwa mfano ilivyokuja uandikishaji wa elimu, jamii ya Maasai walificha sana watoto wa kike. Waliwapa nafasi sana watoto wa kiume waendelee kusoma. Lakini sasa hivi elimu ilivyoingilia kati au serikali ilivyoingilia kati, wakaona nao kwamba watoto wa kike nao wana umuhimu wa kusoma. Kwa mfano kama mimi hapa nilitamani sana nisome sana, lakini niliishia form 2 kwa sababu wazazi wangu wameniambia ishia hapo, kwa sababu ni mtoto wa kike hauwezi kuendelea. Kama ingekuwa mimi ni mtoto wa kiume ningepewa fursa ya kuendelea kusoma. Kwa hiyo Haki Elimu ikaandaa mafunzo ya siku 2 ili kuweza kuwajengea uwezo sasa hawa wadau wetu kuweza kuelewa kwa kina masuala ya usawa wa kijinsia, lakini pia masuala ya ushirikishaji jamii hasa katika masuala ya elimu. Mafunzo haya leo specific yameweza kutujengea wigo mpana uelewa katika masuala ya ujinsia. Namna gani jinsia tunaweza tukaijumuisha katika mipango yetu. Namna gani masuala ya jinsia tunaweza tukayajumuisha katika utekelezaji wa miradi yetu. Lakini pia hata masuala ya jinsia yakaonekana kwenye matokeo ya shughuli zetu ambazo tunazifanya kila siku. Kwa hiyo ni mafunzo muhimu na amekuja katika wakati sahihi katika kuleta mabadiliko ya utekelezaji, lakini pia katika kuleta matokeo chanya kwenye jamii ambazo tunafanya nazo kazi, kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa wa kijinsia. Makundi yote yaliyopo kwenye jamii ambazo tunafanya kazi yanashiriki, lakini pia yanapata huduma ambazo zinaendana na uhitaji wao kila siku. Sisi kama Child Support Tanzania leo tumepata nafasi ya kuhudhuria kikao ambacho tumepata mafunzo kuhusiana na masuala ya usawa wa kijinsia. Hili ni eneo geni kwetu kwa sababu ni eneo ambalo hatujalipa kipaumbele. Kwa kuna mambo ambayo tumejifunza. Kwanza tumejifunza haya masuala ya gender yana mantiki gani katika utekelezaji wa miradi yetu, na kwamba tunapaswa tuwekee kipaumbele katika shughuli zetu zote za miradi. Lazima tuwe tuna concept ama eneo hili la masuala ya gender, kwa sababu wakati mwingine aidha kwa makusudi au kwa bahati mbaya unakuta makundi kadha wa kadha yanasaulika katika utekelezaji wa program zetu. Kwa hiyo mafunzo ambayo tumehudhuria yameweza kutujengea uwezo na kutupa maarifa na nyenzo za namna nzuri za kuweza kushughulikia masuala haya ya gender. Kama taasisi yetu ya Ali ni taasisi ambayo ilikuwa imejikita kabisa sana na vijana, lakini tulikuwa hatujafika mbali kuingiza makundi mbalimbali katika jamii. Lakini kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata leo na kitu ambacho tumejifunza kutoka kwa taasisi nyingine, tunaona kabisa kuna umuhimu wa kuengage magrupu mengine ambayo yanapatikana kama kwenye jamii, magrupu ambayo yalihisi labda hayana nafasi yoyote katika kufanya maamuzi kwenye jamii. Kwa hiyo kutokana na vitu ambavyo tumejifunza, kwa namna moja ama nyingine, naona kabisa itakuwa ni mwanzo mzuri wa sisi kuchukua na magrupu mengine ambayo yako marginalized kuyaingiza katika shughuli zetu ambazo tunazifanya kwenye mikoa mbalimbali ya nchi yetu. Kwanza kabisa nitaenda kukaa na bodi yangu ya shule kuwapa feedback ya vitu ambavyo nimepata leo hapa ama nimepata siku 2 hizi hapa. Nikisha wapa hivyo, pia nitawahamasisha kwamba wenzetu, kumbe utaratibu unaofanyika inatakiwa sisi kama sisi tujitoe ama tuite wazazi wenzetu kama mkutano wa shule
ili wote kuwaelimisha jinsi ya kukaa pamoja kwa jamii na kuto kuwatenga watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo wote ni wamoja. Kwa hiyo maana yake tutashirikishana kwa pamoja ili kuyafikia malengo yetu, ili watoto wote tuwe pamoja au kuto kuyatenga makundi yoyote. Mimi kama mtendaji wa mtaa huwa nafanya mkutano wa wananchi kila baada ya miezi miwili. Kwa hiyo katika kila mkutano nitakao kuwa nafanya, kila mkutano nitahakikisha natoa hii elimu ya ujumuishi pamoja na usawa, ili kila mwananchi anapotoka pale aelewe kwamba jamii itakayoenda kumzunguka kule, iwe na utofauti wowote, iwe na ulemavu, iwe na changamoto yoyote ile, inapaswa kupata elimu kama watoto wengine au watu wengine ambao wako sawa, hawana matatizo yoyote au changamoto zozote za kiafya. Kwanza mimi ni washukuru wa kielimu, nikiri tu pamoja na yote, mimi ni mwalimu, lakini yote yanayoendelea kufanyika na maboresho makubwa ni kwa sababu ya kielimu. Kielimu tunawashukuru, wameweza kuingia mpaka huko interior kuona hali halisi ya maisha ya watoto wa shule. Kwa hiyo imejaribu kucreate awareness kubwa. Mimi jambo ambao nawashukuru na napenda sana kwamba kielimu waendelee na swala hili. Kile ambacho tunaendelea kukiona hapa kinaonyesha kabisa bado jamii haijafikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwanza kabisa ni washukuru sana Haki Elimu kwa jitihada ambazo wanazifanya kuhakikisha elimu kwa watoto inafikiwa, na sasa ina maana inafikiwa kwa wote bila ubaguzi. Nawashukuru sana, na pia nawashukuru zaidi kwa jinsi ambavyo wanatuongezea uelewa, kutuongezea maarifa ya namna ya ufuatiliaji na utekelezaji wa mpango mkakati wa taifa wa elimu jumuishi. Na maana awali tulikuwa hatufahamu namna ya kufuatilia, lakini kupitia Haki Elimu imetuwezesha na imetupa nguvu, na maana na sisi wenyewe tunaweza tukawezesha wengine ambao hawafahamu na hata hawajui mbinu, na maana tumefahamu hata na mbinu za ufuatiliaji na namna ya kufuatilia na ni watu gani wa kuwashirikisha, ili sasa ule ufuatiliaji uweze kuleta matokeo mazuri na kuleta mrejesho katika jamii tunayofanyia kazi.